Mbele yenu nipo kwenye shamba la mpunga na kama mnavyoliona, na nipo hapa kutumia sumu yetu hii ya wadudu chini ya udongo inaitwa Mota. Na jinsi ya matumizi, sumu hii inatumika kwa mifumo mbalimbali. Unaweza ukaitumia yenyewe kwa kuisambaza kama unavyorushia mbolea, lakini pia kwa wenyeji wanadai zaidi ni nzuri pia ukichanganya na kitu kama pumba, pia inafanya kazi, lakini pia kiutaalamu zaidi unaweza ukachanganya na mbolea ukaitumia. Na kwa vipimo, sumu yetu ya Mota unatumia kilo 1 hadi kilo 2 kwa eneo la ekari 1 kwenye shamba la mpunga, lakini kwa mazao mengine ya nchi kavu kama mahindi na ufuta inaenda kuanzia kilo 2 mpaka kilo 3 kwa muda wa siku 2 hadi 3. Kama kuna mdudu yupo eneo ambalo sumu yetu ya Mota imetumika, basi atazulika au atakutwa amekufa. Sumu yetu inatumika kwenye aina zote za mazao, kwa sababu lengo ni kudhibiti au kuzuia wadudu wasumbufu wa mazao waliopo chini ya udongo. Na kitaalamu, ili utendaji uwe mzuri zaidi, unashauriwa shamba at least liwe na unyevu ambao utawezesha utendaji kazi bora wa sumu. Lakini pia hata kwenye sehemu ambayo haitakuwa na unyevu mkubwa sana, sumu itatenda kazi, lakini kuna utofauti wa matokeo kati ya shamba ambalo lina unyevu kama sehemu za mpunga na shamba ambalo lina unyevu wa kawaida. Ila ni vizuri zaidi kitaalamu sumu ikitumika kwenye sehemu yenye unyevu, inaipa utendaji bora sumu yetu. Na ni sumu nzuri na matokeo yake wadudu wote wa kwenye udongo watazulika kwa njia kama zifuatazo. Njia ya kwanza, njia ya mguso. Mdudu akikutana tu na hii sumu kwenye udongo lazima azulike, afe, kwa maana ya atakufa. Lakini pia sumu yetu hii, mmea una utaratibu wa kufyonza kama unaofyonza mbolea. Kwa hiyo sumu inakuwa inasambaa kwenye majani, au tunasema kitaalamu zaidi tunasema systemic nzima ya nini, ya mmea. Kwa hiyo mdudu yote atakayekuja kutafuna pale atazulika kwa njia ya tumbo. Kwa hiyo njia ya kuzuru na matokeo ambayo sumu hii itatoa ni kumuua mdudu kwa njia ya mguso na kwa njia ya tumbo.